mugonire. Hivyo, yani tu habari za leo. Bwana Yesu asifiwe. Uwe na watu wachache. Mungu akupe watu nini? Watu wachache. Biblia inasema anayejitafutia marafiki wengi ni kwa uangamivu wake mwenyewe. Utawezaje kutofautisha? Utawezaje? Akiongea hivi, na kuna maneno watu wanaongea, akiongea hivi ni kama neno la nini? Ni kama neno la Bwana, lakini nyuma yake ina nini? Kuna sumu ya kuua. Kwa kila nyuma ya neno kuna roho. Wote tunafahamu na tunajua shuhuda mbalimbali, lakini kwenye maisha mtu anatamtiwa au na shangazi yake, tutaona kama utafanyaje, utafanikiwa. Unaona yule mtu afanyaje, hafanikiwi. Nyuma ya lile neno tutaona kulikuwa kuna roho ya kumwekea nini, zuio. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, hilo neno ya kwamba tutaona tunalitangua kwa jina la Yesu. Amuone Kristo Yesu akikuvusha. Mungu anisaidie. Sasa mimi ni mzazi, Mungu akusaidie kwa sababu pia wewe ni mzazi. Tumetamka maneno mengi kwa watoto wetu, na hasa saa ambayo wanakuwa wametuumiza. Damu ya Yesu iende kwenye yale maneno, kwenye zile dakika, kwenye zile saa, ifute yale maneno. Maana kwa maneno yanamfunga mtu. Maneno yanamfunga mtu. Na mtu akimfunga, si hapa jamani, mnajua baba anasemaga tuna mtoto hapa ndani, kuna wifi yake, ni mtoto wa mchungaji. Yule dada mpaka sasa hajaolewa. Yule dada ni mwalimu mzuri, ni mtunzi mzuri wa nyimbo kabisa, lakini watakatifu wapendwa, wameokoka, wamejazwa na Roho Mtakatifu, wanapeleka maneno. Hajaolewa. Yule eti hajaolewa. Anasema usimuoe yule, ana nini? Ametoa mimba. Usimuoe yule, ana nini? Ni mzinzi. Usimuoe yule, ana nini? Huyo anayesema saa hiyo sasa ni mtoto wa mchungaji wao. Mungu atusaidie. Ni mtoto wa mchungaji wao na maneno wa shirika. Kwa kweli tunaomba maombi yenu na watoto wetu waokoke. Amen. Na Kristo anasema watoto wa wachungaji hawaokoki. Hawaokoki. Unajua kwa nini hawaokoki? Sasa sijajua kama inakuwa sawa. Yaani vile vifungo vyenyewe mmekuja navyo vile, si kwani vinatoka. Vikitoka vinaenda kuwataki pasta na watoto wake.